Omi besi bonga Utoya masumwe lutanzoto Lele Oh yeah Lele Hata mabunga Otikingate Yayo wingingo msinto Makilano ya Haleluya. Tunashukuru kwa mbinguni kwa sababu ni mwema kwetu. Tunashukuru kwa sababu ametupatia uhai, ametupatia tena nguvu, ametupatia tena nafasi kubwa kama na hii. Aje jina lake libarikiwe. Amen. Tunashukuru kiongozi baba yetu. Tunashukuru kwa kazi ambayo amefanya tena ili tena siku ya leo tena tuwe mbele zenu. Mungu azidi kumbariki. Tunashukuru baraza, tunashukuru coordination, tunashukuru wapendwa wote ambao wamejikuta siku ya leo tena tuko mahali hapa. Acha Mungu atubariki sote. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndio somo letu linazungumzia kwa ajili ya upendo wa Mungu. Ndio somo ambalo tunajifunza kuanzia jeudi. Tuko naonesha combien de fois Mungu anatupenda. Na leo nilipenda niongeze kitu ambacho kinaitwa dhambi nyeupe. Dhambi nyeupe. Haleluya. Haleluya. Amen. Nilipenda niongeze kitu ambacho kinaitwa dhambi nyeupe. Sasa kuna kitu moja ambacho kimenishangaza katika kitabu cha Isaya. Tupate pale mwalimu. Tupate pale msomaji. Isaya 1:18. Tupate pale. Kitabu cha Isaya 1:18. Samani, tusikilize kusoma vizuri sio wote kwa sababu leo tutatumika pamoja. Kitabu cha Isaya 1:18. Ndio. Tunasoma katika jina la Yesu. Ubarikiwe. Haya, ndio. Njooni tusemezane, asema Bwana. Njooni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Zitakuwa kama sufu. Amen. Chapa makofi kwa jina la Mungu. Ongeza makofi ya mzuri kwa jina la Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inatuambia kuwa kama nini ambayo ikiwa rouge Mungu atageuza ni nini? Atukusikia usomaji. Lazima tupika pamoja. Biblia inasema hivi, dhambi zenu zikiwa nyekundu kama damu. Sasa ni nini ambayo ikiwa kama damu ndio Mungu atageuza nini? Ni dhambi. Tunapenda tupate pale mweupe. Sasa kisha anasema hivi, hata ikiwa nyekundu kama damu ningefanya nini? Ni nini yeye ambaye atageuza kama mweupe? Ni dhambi. Sasa piko dhambi nyekundu na dhambi kanisa kwa pamoja. Hii andiko kuna wasomi, kuna walimu wengi ambao walitaka kuipitia. Na kuna wakati ambao tunaitumia vibaya hii andiko. Haleluya. Mnielewe pale. Sasa kwa leo napenda tuongeze hivyo. Tuongeze kwa niveau ya imani. Tusibakilie chini. Mnifuate vizuri kwa sababu ukinifuata kimwili hautanielewa. Inaomba upande pamoja na mimi. Walio wengi andiko hili wanalisomesha vizuri, wanalifundisha vibaya. Na watu wengi wanalielewa vibaya kwa sababu hata kwenye maombi unapotaka mtu anaambia Mungu, umesema dhambi zikuwa nyekundu, utaifanya kuwa nyeupe. Haiko vile. Sio tunaomba. Sio tunaomba kwa ndugu. Kama ni ndio tuseme ndio, kama ni hapana tuseme hapana. Ndio sio ndio. Bwana, dhambi zangu ni nyekundu, unisamehe Bwana.
Haleluya. Haleluya. Niko nataka kuongeza kitu ambacho kinaitwa dhambi nyeupe. Kanisa tuko pamoja kweli? Mungu atusaidie tuko pamoja. Haleluya. Haleluya. Dhambi zenu zikiwa nyekundu, kuna kitu ambacho kiko nyekundu mzee Paul. Probleme ya nyekundu ni probleme ya rangi. Haleluya. Nyekundu ni rangi, na nafasi yote kule ambapo unataka wanatia danger de mort, wanataka ni alama nyekundu. Sasa hii fasi ambapo kunakuwa hii alama kunakuwa hatari sana. Hii fasi ambapo kunakuwa alama kunaleta hata kifo. Haleluya. Haleluya. Na Israeli nayo ilifika mpaka hatua ya dhambi zao. Kuna mahali katika Biblia Mungu anasema dhambi za Yuda nimeandika katika kalamu ya nini? Ya chuma. Ni kusema ya kuwa kama wakati tunapopita katika maproblem, kwa sababu unajua problem ya dhambi ilishakuwa kubwa sana, ni lazima iwe nyekundu. Dhambi ilishakuwa kubwa, ni lazima iwe nyekundu. Na wakati inakuwa nyekundu, sasa Mungu anasema mkuye tuongee, kwa sababu mie ndio niko na uwezo ya kuitransfere ile dhambi. Haleluya. Mimi niko na uwezo ya kuitoa kurush ikuwe blanc. Ni Mungu peke yake. Na ni wakati gani hiyo dhambi itakuwa blanc? Tunajua. Ni wakati gani hiyo dhambi itakuwa blanc? Tunamwona Daudi atuambia. Daudi anapenda mke wa mtumishi wake dhambi nyeupe. Daudi anapenda mke wa mfanyakazi wake. Wakati anampenda, anamtamani, huyo mwanamke anafika hatua ya kulala na Daudi. Na wakati walipolala naye, Mungu anamraproshia Daudi. Anamwambia Daudi, nini unafanya? Daudi anakuwa rekonesa. Wakati Daudi anakuwa rekonesa, anatubu mbele za Mungu. Sasa Mungu anamwambia kwa huyu mwanamke, huyu ambaye umeenda naye kinyume na mapenzi yangu, maligeni ni dhambi, nitaigeuza kwa nyeupe. Amen. Haleluya. Maligeni iko rouge, itakuwa nyeupe. Kwa nini? Ndani ya mwanamke huyu ndio ambao mtatoka atakaye kuliza ufalme wako. Haleluya. Haleluya. Hiyo ni dhambi nyeupe. Na dhambi nyeupe nyingine tunaiona pia katika descendance ya Yesu. Abraham alizaa nani kabisa? Isaka. Haiko vile? Isaka akamzaa nani? Yakobo. Amen. Yakobo akamzaa nani? Yuda. Amen. Yuda naye akazana na nani? Na Tamari. Tamari alikuwa dada yake Yakobo. Tamari alikuwa dada yake ya Yuda. Excuse. Alikuwa dada yake ya Yuda. Wewe kijana, unaweza sana na dada. Tunaweza kanisa. Unaweza sana na dada yako? Inawezekana. Lakini huyu ndugu akazana na dada yake. Ona sasa ajabu. Na katika hiyo descendance ndio Yesu alikazaliwa. Haleluya. Amen. Amen. Hiyo descendance ndio kwa Yesu anakuja zaliwa ndani. Dhambi nyeupe. Mungu hawezi akasabia kuna maerere ya parcours. Biko erere ya parcours mtu anapitiaka ni kesho. Ike kwa leso kwa mtu. Kitu kimoja kama Mungu anakuombaka ni kimoja tu. Ukore konesa. Kwa yale ambao umeyafanya. Tumeona watu wengi mpendwa. Tumeona binti ama tumeona mama alizaa mtoto kama ya harusi yake. Na wakati alipozaa huyo mtoto, sasa huyo mtoto akazaa wengine. Lakini kwa sababu huyu sio mtoto wa mariage,
akamtenga ule mtoto, akamwacha ule mtoto. Ule mtoto anakomana maisha sufranze, kesho anakuwa kwa president. Amen, amen. Amen, amen. Ni kusema nini mpendwa? Kuna mengi ambayo umeshapitia. Kuna njia mengi ambayo umeshapitia, lakini Mungu iko na uwezo wa kutoa ile probleme yako. Ile shida kwa madhambi ambayo umeshafanya, Mungu iko na uwezo wa kutransfere inakuwa mweupe. Haleluya. Haleluya. Mwenye iko na uwezo ya kuitoa kurushi ikikuwa mweupe, ili kile kenye akikuwa halali na kikuwa halali mbele za Mungu ni Mungu peke yake. Malkia umeenda huku na huku, Mungu iko mpendo na iko na upendo, anakupenda. Malkia umefanya dhambi, Mungu anakupenda. Anakuomba kitu kimoja, kubadilika.